sana kila mtu kutambua kwamba anapoona wasiwasi ni mambo gani apate kuyafuata, ni vitu gani aweze kuvizingatia. Mimi nitakupa baadhi ya vitu ambavyo uweze kuvifuata na uweze kuvifuatilia zaidi ili uweze kubaki salama. Mimi ninaweza nikasema kwamba kwa sababu wasiwasi inawakumba watu wengi na kumekuwa na changamoto kubwa sana na wimbi kubwa sana ambalo linaua watu wengi kwenye swala zima la ndoto sababu ya wasiwasi. Jambo la kwanza ambalo ninaweza nikasema kwamba mtu uweze kulifuata ni jambo la jitahidi kujiamini. Jitahidi kujiamini. Katika swala zima la kujitahidi kujiamini, labda unaweza kusema kwamba nitafanyaje na naweza kusema kwamba tambua ni mambo gani ambayo unaweza kuyafanya au ni mambo gani ambayo unaweza kuyamudu na uyafanye. Itaweza kukusaidia sana namna gani waweza kuepukana na swala zima la wasiwasi. Kwa hiyo unapoyatambua yale mambo na kuyakagua mambo gani ambayo unaweza kuyamudu, mambo gani ambayo unaweza kuyafanya kwa ubora kabisa, hayo mambo ndio uanze nayo, hayo mambo ndio uweze kuyafanya. Hayo mambo naweza kusema kwamba ni full control. Ni mambo ambayo yani hata iwaje ni jambo hili ninaweza kulifanya liko ndani ya uwezo wangu. Mfano, kama ni mtu ambaye labda unapitia changamoto, unakwambia kwamba wewe ni mtu ambaye ni muongeaji sana. Kwa hata ukifika mbele ya watu unajihisi kwamba wewe, yani unasema kwamba mbona hii hali siwezi kuidhibiti, unasema kwamba mimi nitakuwa tu mropokaji sana. Kwa hiyo unaona kwamba hii hali ya kuwa mropokaji sana nina uwezo wa kuicontrol. Anza nayo hiyo, iandike, anza nayo kuifanyia mazoezi ili uweze kuicontrol. Labda mimi hali yangu nina wasiwasi kwa sababu ni mtu ambaye nina uzito sana, ni mtu ambaye nina kilo nyingi sana au ni mnene sana. Unaweza kusema kwamba hili la unene ninaweza kupambana nalo, la uzito ninaweza kulipambana nalo. Unaliandika, unaanza kulipractice. Kwa hiyo ni swala ambalo linaweza likakusababisha wewe kupunguza ile kuondoa ile swala zima la wasiwasi. Labda kuna jambo la kama unatamani kuongea mbele ya watu, anza kujifunza kuongea mbele ya watu taratibu. Ni mtu ambaye ulikuwa unajiasorate kwenye masuala zima ya mikutano ya kijamii au kwenye swala ambalo linahusiana na mikusanyiko, ni mtu ambaye unaweza kaanza kulifanya kwa utaratibu kwa sababu liko ndani ya uwezo wako. Jambo la pili naweza nikasema kwamba ni some control au ni mambo ambayo unaweza sasa kuyamudu, lakini ni 50/50. Unaweza kuyamudu. Labda kuna changamoto fulani hivi, mfano kama swala zima la interview. Mtu labda anasema kwamba interview naweza kuifanya lakini ninakuaga na wasiwasi sana. Sasa hii ninakoma nayo hata kama utafeli. Lakini ukitengeneza ile mindset yako kwamba nitakoma nayo, nitaiweza, nitaipambania hii mpaka lazima niitoboe, hata kama ukishindwa unakuwa hakuna shida, tayari ile nguvu ya wasiwasi umeipunguza. Kuna swala zima la kama mtu anatamani labda kuwa kiongozi, labda masuala ya kisiasa, ndio maana ukuta mtu fulani anasema kwamba lazima tukushinde wewe. Sasa hana wasiwasi, lakini hata kama akishindwa hakuna impact ambayo inaweza kumuondolea ile nguvu yake ambayo alikuwa nayo ndani, kwa sababu tayari ameshafanya nini? Ameshatengeneza ile mindset yake kwamba mimi nitapambana, nitaweza kwenye masuala zima ya mashindano, nitaweza kuyavuka, nitaweza kupambana nayo. Kwenye swala zingine ambayo tunasema kwamba no control, ambayo kwenye no control yatambue yale mambo ambayo huwezi kabisa kuyamudu na yakubali. Yatambue kwamba hili jambo siwezi kulimudu na namna gani ninaweza nikapambana nalo. Sasa kama siwezi kulimudu, inabidi niishi nalo. Nitolee tu mfano. Labda mtu eti ana wasiwasi na hali ya hewa. Unaweza kuipinga hali ya hewa kwamba isitokee? Hapana, ni mambo ambayo huwezi kuyapinga. Labda mtu mabadiliko ya kimwili. Mabadiliko ya kimwili, labda mtu anatamani aukimbie uzee. Unaweza kukimbia uzee? Hapana, huwezi kukimbia. Kwa hiyo ni mambo ambayo unaweza kuyaaccept na uweze kuyaishi nayo na kuendelea nayo. Pia kuna jambo lingine ambalo naweza nikasema kwamba vinaweza vikakusaidia kuondoa swala zima la wasiwasi. Panga ratiba yako ya maisha. Panga ratiba yako ya maisha. Angalia maono yako wewe ni yapi. Yaandike hayo maono yako. Angalia hayo maono yako kwa makini na namna gani unaweza kuyapambania. Na mara nyingi watu wengi ambao wameandika maono yao wana asilimia kubwa ya kufikia na kufanikisha maono yao. Kwa sababu hata kama watakutana na viginga ambavyo vinawaumiza, viginga ambavyo vinawatesa, viginga ambavyo vinaweza vikawapa wasiwasi kwenye mapambano yao, hawawezi kuviangalia vile vitu kwa sababu tayari wameshayaandika yale maono yao.
Kwa hiyo chuo kikuu cha Harvard inaonyesha kwamba kuna mtaalamu mmoja ambaye waliweza kufanya utafiti kwa wale watu ambao wana malengo yao, ambao wanaweza kuandika malengo yao. Namna gani wanaweza kuyafikia. Kuna asilimia 10 na kuna asilimia kuna baadhi ya watu kama walikuwa kama 100. Kuna watu watatu ambao walionyesha kwamba malengo yao waliweza kuandika kwamba ninatamani kuwa nani. Lakini je, kuna watu watachukua waliweza kuorodhesha hatua gani ambao wanaweza wakachukua. Na pia kuna asilimia ya watu kama ilikuwa ni asilimia kama kuna baadhi ya watu zaidi kama I think kulikuwa kama na watu zaidi ya kuna asilimia 3 waliweza kutoa, kuna asilimia 14 pia waliweza kutoa na wenyewe kwamba tunayajua malengo yetu, lakini hawakuandika kwamba tunatamani tuyafikie yale malengo yetu. Kuna asilimia ambazo zimebaki hizi, wao wenyewe walikuwa wanasema kwamba hawajui malengo yao ni nini, hawakuandika ile vision. Lakini baada ya muda kupita wale watu walirudi tena kufanyia ile tafiti ambao walipita kwamba kwa wale watu ambao walikuwa makundi matatu. Hao makundi matatu. Kundi la kwanza ambalo waliweza kuandika yale malengo yao walikuta asilimia kubwa wamefanikiwa katika kufikia yale malengo yao. Kundi la pili ambao wenyewe walikuwa wanajua malengo yao ila hawakuyaandika, waliweza kuyafikia malengo yao lakini sio kwa asilimia kama wale ambao walioyafikia. Lakini hao watu ambao walikuwa kabisa hawajaandika malengo yao, asilimia kubwa hawakuyafikia yale malengo yao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyaandika malengo ili kuondoa wasiwasi. Pia kuna jambo lingine naweza kusema kwamba zungumzia hali yako. Labda kuna wakati wewe umewahi kupitia matukio mabaya kama kubakwa, labda umefiwa, labda umewahi kuachwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakupa wasiwasi kuhusiana kwamba hii hali ambayo unapitia, hayo mazingira ambayo unapitia yanakuumiza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzungumzia hali yako kwamba labda kwa wale watu ambao unawaamini, labda kwamba wanaweza kaenda kwamba mimi bwana nimepitia changamoto 1 2 3 nimeacha kwa nini mfanye hivi. Kwa hiyo hili linakusaidia kutoa ile sumu ambayo iko ndani na itakusaidia kusuza nafsi yako na ili uweze kubaki salama. Sawa. Mambo ya msingi sana kuyazingatia. Na jambo la mwisho ambalo mimi ninaweza nikaongelea ni swala la ushauri. Muhimu sana kupata ushauri. Labda kwenye ile ushauri wakati unatolea maelezo nitamani tuzungumzie kwamba ni lini mtu anatakiwa kutafuta msaada hapo kwenye ushauri hapa. Maana ukizungumzia ushauri maana yake ni kwamba mtu sasa anatakiwa kwenda kutafuta msaada. Ni lini hasa pia? Asante sana. Mtu ni wakati gani ambao anatakiwa kupata msaada? Labda ni baada ya kuanza kuona dalili ambazo kuna baadhi ya dalili ambazo unaweza kuanza kuziona, ambao unakuta ni mtu ambaye anakosa usingizi, ni mtu ambaye hiyo ni hatari, yanaenda kwa kasi. Ni kweli inakumba watu mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi. Mtu mwingine labda ana mfadhaiko, ana hofu kubwa, na mazingira ambayo ni makubwa, yani hawezi kufanya mambo ambayo kwenye jamii ambayo alikuwa alizoea kuyafanya kwa ubora, kwamba amepunguza ule uwezo wa kuyafanya hayo mambo. Kwa hiyo ni wakati ambao inabidi uweze kumtafuta mtaalamu, uweze kupata ushauri na uweze kusaidika, kwa sababu ukiacha hii hali inaweza kukupelekea magonjwa mengine ya kisaikolojia na ni mambo ambayo yanaweza kukuathiri na mwisho wa siku yakaathiri hata utendaji wako wa kazi. Ulizungumzia kundi la vijana. Labda nikupe nafasi hiyo kwa sekunde 60 hizo kuzungumza na vijana ambao wanatutazama hivi sasa hivi hasa kwenye eneo hilo la wasiwasi. Ushauri wako kama mtaalamu. Asante sana. Naweza nikasema kwamba kwa vijana, kuwa na wasiwasi si udhaifu, na kuwa na wasiwasi sio kwamba ndio mwisho wa maisha yako. Na tunajua kwamba wasiwasi unaweza kumkumba mtu yeyote, lakini usiruhusu wasiwasi uwapitilize. Katika dunia tuliyozaliwa au katika ulimwengu ambao tumekuja, ni ulimwengu ambao ni wa mchaka. Ni mambo mengi yanayotokea. Ni namna gani uweze kuyakabili haya mambo? Inabidi uaccept na kuyatafutia, kufikiria zaidi suluhisho kuliko kufikiria yale matatizo ambayo yanakukumba. Mtu yeyote ambaye anafikiria suluhisho ni rahisi sana kuyafikia malengo yake na kufikia maono yake. Ukifanya hivyo itakusaidia wewe mwenyewe binafsi kufikia yale maono yako ambayo unatamani kuyafikia, kuliko kuanza kuyafikiria yale matatizo au kuyafikiria yale matokeo mabaya ambayo yanaweza kusababisha ukate tamaa na kukosa tumaini kuyafikia malengo yako. Ni muhimu sana kuilinda ndoto yako, ni muhimu sana kuyalinda malengo yako ili uweze kufikia hatima yako katika swala zima la kuishi duniani. Asante. Suleiman Matusekele, mimi nikushukuru sana ndugu yangu kwa kuja na kwa kutumia muda wako wa maisha. Unajua huu ni muda wako wa maisha. Asante.
siku ina masaa ya kutosha, lakini umetupa lisaa lako limoja hili. Kwa kweli tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana kwa kujitoa kwako huko, maana tunafahamu ratiba yako ni ndefu, lazima uhudumie jamii, lakini pia hii pia na yenyewe ni sehemu ya jamii. Kwa Mungu akubariki sana. Ni Nsula Matusekele huyo, mwanasaikolojia.